Mimi hapa nimepima, nimegundulika mwenzio mjamzito. Kwa hiyo tunafanyaje? Yaani kama unavyojua mimi ni mke wa mtu na isitoshe mwanangu kapiga simu anakuja. Unafanyaje? Yaani hapa nilikuwa naomba tu nitumie ile katoa ujauzito. Si unajua mimi mke wa mtu afu isitoshe mwanangu amekaa muda mrefu hayupo. Anataka ibaki miaka 2 hivi hatujaonana naye. Na mimi bado naipenda ndoa yangu, siwezi kuachika hivi hivi. Sikia, sawa? Hili ni kitu kidogo sana, yani jambo dogo mno. Fanya hivi. Akija naomba mgande, yani umpe mapenzi moto moto, sawa? Yani ikiwezekana mpe asubuhi na jioni iwe kama dozi. Sijui unielewa vizuri? Mimi siwezi kufanya hivyo. Siwezi kumpa mume wangu mzigo ambao sio wa kwake. Siwezi yani kufanya hivyo. Bana, unapaswa ufanye hivyo ukwenda wako. Naomba tu unipe mie nikatoe mimba. Siwezi mume wangu kumpa mzigo kama huu mimi. Nielewe. Nachokwambia. Fanya hivyo ili ukwenda wako. Lazima mimi sina hela. Tunafanya mimi sina hela, ndio nakwambia hivi kitu uweze kusolve. Mkamio kule kule akija muonyeshe mahaba ya kutosha. Yule watu kule mke wangu alikuwa ameniss. Sio, unaelewa? Yaani muoneshe kwamba ulikuwa umemmisi na yeye afikiri kwamba kweli mke wangu alikuwa amenimisi sana. Sijui unielewa vizuri? Nitampaje mume wangu mimba sio ya kwake mimi jamani? Inawezekanaje hiyo? Sasa naomba unisikilize. Unaelewa basi. Ukimwelewa na yule kitu ni dogo mno, yani kidogo lakini dogo. Tunaliweza. Wewe akija. Naomba hiyo simu. Sawa? Kaka, hongera sana kwa kumtia mimba mke wangu. Yaani brother, umetembea na mke wangu ukaona haitoshi mpaka ukamtia ujauzito. Na imefikia hatua ukamdanganya kwamba inatakiwa nikifika mimi anipe penzi moto moto. Alafu baada ya wiki aniambie kwamba ameshika ujauzito wangu. Kwa nini huna huruma na mwanaume mwenzio? Kwa nini huna utu? Brother, mimi nampenda sana mke wangu. Huyu ni mke wangu wa ndoa. Huyu mwanamke nimeapa kanisani kwamba kifo ndo kitatutenganisha. Kwa dini yangu ya Roman Catholic ni kwamba wawili watapofunga ndoa